Mtu ambaye ukisikia jambo uliweki hapo na kuja kuniambia, baba nakupenda. Tena nakupenda. Kesho mimi mgeni wako. Kama ni lango usifunge. Mimi siwezi kukaa. Baba mimi nakupenda. Yaani nikae moyoni? Yaani yule. Yaani nasema kweli. Yaani naongea kutoka moyoni kabisa yani. Yaani ningekuwa kuapia sio dhambi ama kuapia ni dhambi, mimi naapia haki ya Mungu na Mtume. Kaongea maneno kibao. Yaani kama angekuwa mtoto wa kiume yule, mimi ningemuita audhu billahi. Sikiza blaza, nikwambie kitu kimoja mwanangu. Mimi nimekuja hapa mwanangu, kuna jambo moja. Mimi kuna mtu fulani hivi mwanangu hivi, yani ana nyama, yani uko vizuri kishenzi, yani kasti fulani hivi. Oya, nimemuelewa kishenzi yani. Alafu sasa ule pale nilipomchunguza ana kodi zake fulani hivi, ukimfuata oya lazima uchinje kuku yani. Ngoja broiler upate tabu yani. Kisu kimoja kuku watano pia umaliza. Kwa cha msingi na jambo hili moja. Mimi mwanangu atakuwa zimekodi mwanangu. Sasa tena unanicheka au sio? Nimekuwa kichekesho, si ndio hivyo? Kwa sasa mimi naongea kitu cha pointi, wewe unacheka na maana sidharau hizo mshikaji wangu. Unataka nilie? Umeongea jambo la kuchekesha nimecheka, sasa nataka nilie. Basi talia. Ufudu, seriously, dunia ya leo. Nguo hata ukianika kwa kuna mtu anaiba nguo sio issue. Bado naomba nguo, unaazima nguo. Ufudu. Ukenda rangi 3 hapo 500 beba, 500 beba, 500. Ukenda Temeke ndo sisemi sabula pende mtoto kale yako ndo kama nyenze zile vidude vile vikoni vile twe. Leo naomba nguo. Seriously. Ufudu. Maisha ya mdananda shapita. Maisha yao tokea nje kina Bill Sax wanaimba muziki. Sio sasa hivi Diamond. Sikuja kwa sababu ya hilo. Sawa? Kama ningetaka ningetafuta hela, ningeenda kununua. Lakini nikuja kwa sababu ya hili, niazime hiyo kodi, niazime hizo kodi, mimi niende nijipigilie, nimfuate yule mtoto. Sasa kwanza kuniambia sukari yako, sura kitatu, sijui Karume, sijui wapi, mimi ananusu nini? Hiyo huko ni wewe, sio mimi. Mimi nimekuja kwako wewe. Ufudu. Wewe ndugu yangu, lazima nikurekebishe, lazima nikupe system za maisha. Sasa hapo unapata kunirekebisha hapo. Ndio ungenipa kwanza, nifanye mambo yangu, alafu unafanya ndio unanirekebisha, lakini kabla hujanipa unataka kunisimanga. Kwa hiyo namkwambia kitu chako utoe mpaka umsimangie mtu, si ndio? Nisikilize. Mimi sikusimangi, wewe mimi ndugu yangu. Na wewe mimi ndugu yako, sio? Tunajua tunaishi sana kifamilia, lakini kukupa nguo leo sio kukusaidia, ni kukutia ujinga. Mimi nakupa njia ya wewe uishi kwa kujidai. Tafuta cha kwako. Hiyo kuombaomba nguo kwa watu wengine hiyo unaweza ukakalia nyama. Ndio hofu yangu mimi. Kona nitusi, si ndio? Sikutusi. Ukweli unauma miaka yote. Hakuna ukweli mtamu. Ukweli siku zote ni mchungu. Mimi nakupa fact kwa sababu mimi nakuweza mimi wangu. Leo mmoja kunaomba mimi nguo. Unajua kwa sababu mimi ndio mtu kukufichia asili zako na aibu yako. Utaenda kumwomba mtu mwingine mfano kama kija atakuomba nani? Hujaribikiwa. Mimi sitaki ifike huko. Umeelewa? Mimi sitaki ufike huko. Mimi cha kufanya. Mimi nakusaidia. Njoo tugonge hapa sofa. Umeona? Huyu mteja katoa katika sebule yake kaniletea nimbadilishie nguo nimwekee mavolonyo mapya na nini. Njoo tugonge hapa. Upate hela yako kanunue nguo zako wewe mwenyewe. Sio za kuombaomba. Utaishi mdananda mpaka lini? Yaani mimi leo nigonge sofa? Yaani nijigonge na misumari na nyundo. Wacha. Kucha na ribu kucha. We. Alafu mimi nakuchana kitu kimoja. Mimi na allergy. Hizi vumbi. We. Wasikiliza mwanangu. Mama. Hizi ni vumbi. Mimi siwezi kugonga vumbi mwanangu. Mimi nakwambia leo kweli. Na allergy. Mimi nikipata mavumbi yake tu. Kwangu ni changamoto. Acha. Unaelewa? Kwa hiyo mimi cha msingi ni hicho. Kama unanipa okay, usiponipa basi fresh tu. Okay. Sawa. Mimi nitakusaidia lakini siwezi nikaacha kazi yangu nikaenda nyumbani nikakuchukulia wewe nguo. Kama vipi njoo baadaye mimi nitakupatia. Lakini hayo sio maisha. Ufudu, kwa mamaendi. Oya boy. Mdananda. Mwanangu mwenyewe. Ufudu. Usimaindi mwanangu, njoo nyumbani mida jioni mwanangu. Samahani kwanza kwa kukusumbua, unajua kuita hapa. Unajua kuna muda nimepita kwa rafiki yako kule nikaja huku. Lakini pale kwa rafiki yako mazingira nilomkuta
kikweli yule sio muungwana. Unajua kwa sababu gani? Nilimkuta pale anachoma chupi. Si unanielewa? Yaani amesha chupi, yaani amesha ni nguo ya ndani anaichoma. Alafu mbeni kuna watu anaongea na batuka. Mimi nikamuuliza, wewe, mbona kitu unachokifanya ni dhambi? Kuchoma nguo ni dhambi, tena sio nguo ya nje, tena unachoma nguo ya ndani mbele za watu. Akaanza kusema hii nguo alivaa Pititi. Alivaa Pititi, kwa hiyo ndo anaichoma. Kaulisha nguo ina ukoko. Mimi nisikilize, yaani Pititi mimi au? Yaani ulivyostuka wewe na mimi nilistuka hivyo hivyo. Rafiki yangu gani kwanza wa kukaa kunasema mimi nani? Munila bwana we. Munila huyu siwezi kumvumilia. Subiri basi. Hebu tulia basi. Yaani mimi hayo ni machache. Kwa kuna mengi. Anasemaje? Sikiliza, nakupa kodi. Bado hajamaliza hapo. Kwa kanisema mengi. Akaanza bwana. Mimi yule pale ndo kila kitu. Maisha yake naendesha mimi. Yeye kazi yake kudanga tu. Yule sio anunui nguo, sio afanye nini, nguo mimi ziko zikinibana nampa yeye. Nikasema we Munira, mbona unakuwa hivyo? Jibu lake mimi nikimzuia niache nitapike mbele za watu nakwambia. Nikamuuliza, wewe unatapika una maji ya kusikutua? Oya, ameongea mengi mbele za watu. Nikasema mimi bwana, kiukweli friji langu aligandishi. Mimi nitamtafuta. Ndio paka nakuita hapa. Hii mada nakupa hapa. Pititi rafiki huna. Yule ni mnafiki. Yaani uwezi amini mimi nakwambia. Yaani yule kama ni rafiki yako wa kweli, umemweka moyoni, basi naomba umdiliti ama umtoe katika nafsi yako. Yaani siwezi kumdiliti wala kumfuta kwa sasa, kwa sababu hapa mguu unauona. Ulikuwa kwenda huko kwa mama yangu kule bondeni, kuna mpumbavu amechezea huu moto. Yaani sharubu za Simba amezichezea. Ndio nilikuwa nafuata huko. Sasa hapa na wapumbavu wa huyo kuwafanyia kazi. Nikitoka huku, nikirudi huku ni naye. Unajua naye? Mimi ndo najua yule jinsi ninavyoishi naye yule. Najua ni kiasi gani namsaidia kweli. Lakini hapaswi kunifanyia haya anayoyafanya. Mimi akanijazia watu. Mimi kakudhalilisha sana. Yaani hapo ndo wadudu wanazidi kufanya hivi. Yaani wadudu wanafanya hivi. Yaani nilisikitika sana, nikasema kwani asikuja kuomba mimi hata 2000 3000, aende akanunue tu chupi. Kwanza mchumba zipo nyingi za bukubuku. Mimi hapo wala ngoja niende zangu tu. Maana nisije nikagali safari moja nikaenda safari nyingine. Sasa unaondokaje sasa kuhusu vipi kwanza kuhusu jibu langu lile? Bana, jibu lako hata usingenikumbusha mimi ningekupa tu. Unanisikia? Mimi kwa haya mambo ulioniambia, yaani siwezi kabisa. Yaani wewe ni mkombozi wangu. Wewe ni Krishna wangu. Yaani wewe ndo kila kitu. Yaani wewe ndo final say kwangu kwa sasa. Mtu ambaye ukisikia jambo uliweki hapo na kuja kuniambia, baba nakupenda. Tena nakupenda. Kesho mimi mgeni wako. Kama ni lango usifunge. Mimi siwezi kukaa. Baba mimi nakupenda. Yaani nikae moyoni. Yaani yule. Yaani nasema kweli. Yaani naongea kutoka moyoni kabisa yani. Yaani ningekuwa kuapia sio dhambi ama kuapia ni dhambi, mimi naapia haki ya Mungu na mtume kaongea maneno kibao. Yaani kama angekuwa mtoto wa kiume yule, mimi ningemuita audhu billahi. Mimi nimekuelewa mpenzi wangu. Tena mimi nakupenda, baby nakupenda ninavyokuambia. Na kesho utasikia. Sawa mpenzi wangu? Kesho mimi mgeni wako hapa. Sawa. Au unasemaje? Yaani ni jambo la heri. Basi poa. Bye baby. Bye. Unajua Munira bwana, mimi sitaki nikudanganye kitu. Sawa? Wewe ni mshikaji wangu sana. Yule Bititi na rafiki yako kweli au ili mradi rafiki tu? Una maana gani kuniambia hivyo? Umeuliza swali zuri sana. Nimekuuliza kwa sababu Bititi anakudhalilisha wewe. Yaani anakuvua nguo. Si umeelewa? Anakuvua nguo. Anakuambia kula yako unamtegemea yeye. Kulala kwako unamtegemea yeye. Mavazi yeye. Kila kitu ni yeye. Maisha yako yote yako chini yake yeye. Sasa huyu ni rafiki wewe? Huyu rafiki au mnafiki? Haya, maneno haya ananiambia mimi. Hao watu wengine mtaani anaambia maneno mangapi zaidi haya?
Huyo sio rafiki. Yaani huyo ni mnafiki. Yaani kama ningekuwa mimi, mimi kitambo nishachana naye. Siwezi kuishi na mtu kama huyo. Mtu anakuwa kigeugeu mnafiki. Wewe una moyo sana yani wewe. Yaani wewe kama ungekuwa enzi za zamani, basi wewe ningekuta nabii. Kule ustajabu ya Musa utaona Firauni. Ndio hivyo sasa, utakiwa ujue kama fulani kwangu mimi sio mtu mzuri. Sasa tatizo lako unamkumbatia tu. Mwisho wake ndo kama hayo. Mwisho siku anakuambia kwa kila kitu. Anaenepa kwa sababu yangu mimi. Sio nafanya hivyo kwa sababu yangu mimi. Shauri yako mimi ndio hivyo nakwambia hivyo, nakuchana ukweli. Wewe kaa tu hapo futu, kumbe unalishwa na mtu. Mwenzio anatangaza huko. Sio umekitumia sana, nimekuelewa. Na ile jambo nitalifanyia kazi. Sio kufuatilia kwa makini, lazima utakiwa muache, achana naye. Sio mtu mzuri kwako, kwa nini? Wewe kwani unamng'ang'ania? Poa, tuachane nayo. Kwa hiyo tunafanya hizi za kuswala letu lile. Kuhusu nini? Sisi sote tuliongea mimi na wewe. Yaani wewe, mbona kwa kinganga kiasi hicho? Si nilikwambia nitakujibu. Wewe nenda nitakupigia simu. Hapo nishachanganyikiwa na maneno ulionipa. Basi kuwa care basi, sawa? Nimekuelewa. Haya. Petiti. Haya. Yaani afadhali nilivyokukuta. Hivi wewe umbea unakusaidia nini? Tena sio umbea, ni uongo. Unakusaidia nini mwanamke wewe? Wewe kunisema mimi? Mimi? Kwa mimi hapa naongea na nani? Hivi unanisema mimi uko mtaani ili upate faida gani? Na venye mtu akunyi mineno. Yaani ukinisema asubuhi, jioni ananifikia. Mtaa mzima unaona sijua mimi Petiti. Na kuhurumia mwanamke, na kuhurumia na uombea na uongo uliokuwa nao. Tena umekosa wanawake ukaa nao kunisema, unakuja kunisema kwa wanaume. Mimi nimekusema? Haya niambie. Nimekusema nini na kitu gani? Leo hujui. Wewe hujakaa na Ufudu wewe? Ufudu? Huyo. Yaani ninavyokuambia huyo Ufudu namzungumza yeye, sijaonana naye mwezi sasa. Hatujatiana machoni. Hivi unachoongea unamaanisha au? Juzi kushinda jana. Mmekaa na mmeabwabwaja mmemaliza. Yaani mmenisema mmenianika. Leo unaniambia ujefanyaje? Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Hata mimi nimeaona sana. Sio maneno haya tu. Yaani kunisema mimi kwamba mimi leo naazima chupi kwako. Tena nakuletea ikiwa katikati na ukoko. Jamani, hivi mimi na wewe wakuja kuvaa nguo mpaka ikawa na ukoko nani? Alafu kwa nilivyokusaidia wewe, fadhila zangu mimi ndo zina, yani hisani yangu mimi ndio inaniliza. Nimekusaidia kuhusu baba yako wewe. Nimekusaidia mambo mengi. Kumbe thamani yangu hiyo ni wewe. Hayo masimango. Hivi una uhakika kabisa mimi nimekaa na Ufudu kukuzungumzia wewe? Kweli? Wafadhilaka wabundaka. Mimi ninachokiomba, mimi na wewe, mguu wako mguu wangu, twende kwa huyo Ufudu. Unasemaje? Hivyo kama ulivyosikia. Na akisema kwamba wewe umenisema mimi, nikufanyie nini? Petiti, mimi nakuhakikishia hilo jambo sijalisema. Na kama kweli mimi nimesema, basi leo hiyo ndio mwisho wa kuongea mimi nawe katika maisha yetu. Naomba twende kwa huyo Ufudu. Hilo kwangu halina faida. Labda urudishe kila kitu nilichokupa. Misaada yangu yote uirudishe. Na hata kodi nilokulipia hapa ya mwezi huu irudi. Petiti au masimango. Wafadhilaka wapodaka. Wewe pia kunizailisha jamani. Twende dada, twende maana hapa nina miemko, wadudu wako hapa. Au maskini wangu ndio alifanya niwe hivi. Utaenda au utakaa kupiga story hapa? Wewe kuto unanisema na mwanaume unafikiri mimi anifikii. Watu wananipenda dada.